Habari, karibuni kwenye demonstration ya Smart Finance System. System yetu ya Smart Finance ni system kwa ajili ya microfinance, lakini pia tunayo Smart Finance kwa ajili ya SACCOS. Hapa leo nitaelezea vizuri kuhusu hii Smart Finance ya microfinance. Ni system ambayo inaweza kumanage zaidi ya branch moja. Kwa hiyo unapokuwa unataka kuingia, maana yake ni kwamba lazima ikwambie unataka kuingia kwenye branch gani. Kwa hiyo ukichagua branch utaweza kuprogress. Ukishafika ndani utaona inakuonyesha dashboard. Hii ni dashboard inayoonyesha vitu mbalimbali. Kwa hiyo ukitaka kuona ni nini na nini na nini uta request demo ama tutakufanyia presentation ya kina. Lakini hapa pia inaendelea kuonyesha ni product gani, aina ya mkopo ambao unatolewa sana kuliko mikopo mingine. Na na delinquency loan buckets, maana yake ni kwamba unakuja kuona zile delinquency kulingana na siku. Lakini pia inakuwa inaonyesha hizi chart kukuonyesha expected, collected na arrears. Lakini pia inaonyesha hizi financial report summary ambapo tumeweka by default balance sheet na profit and loss statement. So hizi ni report ambazo inakwenda kuonyesha mpaka sasa hivi business yako inakwendaje, yani inakwendaje na imesimamaje. Lakini ukitaka kuona hii ni details tunaingia ndani. So nitaonyesha kwanza kuanzia kwenye settings. Settings ndio kila kitu kwa sababu system yetu tumeitengeneza ili kila mtu aseti kulingana na jinsi anavyo-operate. Kisha system inamfanyia moja kwa moja anavyotaka. Kwanza tuna set branch na tuna set company. Tuna set company, tunaingiza details za company pamoja na logo na vitu vingine. Baada ya hapo tuna set branch. Hapa kwenye branch tuna set branch tofauti tofauti ulizonazo, kama ni moja, kama ni mbili, kama ni 20 zote zinaingia hapo. Lakini pia lazima tu set role and permission. Nani afanye nini, nani hawezi kuona nini, nani hawezi kudelete, nani hawezi kuedit. Kwa hiyo hapa ndo tuna set kulingana na role ulizonazo. Kwa hapo utaona tuna role by default, lakini unaweza kutengeneza za kwako kwa kutengeneza hapa ama kwa kuedit zilizopo. Na hapo unaweza kuassign roles kwa user, lakini hapa napo hapa napo tuna uwezo wa kuassign menu kwa user. Kwa hapo tuna assign menu kwa hiyo una assign, kwa mfano nikitiki hapa nikatiki na hapa nikiassign, utaona tunakuwa tumemwassignia huyu user aweze kuona vitu viwili tu, dashboard na analytics. Okay, baada ya hapo sasa tunakuja kuingiza user settings. Kwenye user settings hapa sasa ni kwamba kwa user lazima tujue huyu user atakuwa ni nani na anaweza kuona nini. Kwa hiyo unapokuwa unamcreate lazima system itakuomba role. Kwa ukishachagua ni admin, tayari naenda kuangalia kule kwenye role and permission admin ana uwezo wa kufanya nini. Lakini pia lazima muassign kwenye branch. Lakini pia lazima msetie user name na password na kusema status yake iko active. Unaweza kujiuliza, je, kwa yule mtu sasa ambaye ana branch zaidi ya moja tunafanyaje? Kwa ukiingia ndani una uwezo wa kumassign kwenye branch zaidi ya moja. Kwamba hapa unaweza kumassign kwa branch unazotaka ama ukamuondoa kwenye branch kulingana na jinsi ambavyo unahitaji aweze kuona. Okay. Ukitaka kuongeza user unaweza add hapa. Ukitaka kuedit aliyopo unaweza kumedit hapa. Lakini yule user ambaye ameshafanya vitu ndani huwezi kumdelete, tayari system inakublock. Lakini huyu inaonekana yupo lakini hajawahi kufanya kitu chochote kwenye system. Ndio maana unaona yupo. Unaweza kumdelete. So, ukiachana hizo, tuna settings mbalimbali, nitapita in summary. Settings zingine ni sehemu ya kuseti fee. Hapa kwenye fee tuna set fee kulingana na wewe, fee ulizonazo na jinsi unavyokata hizo fee. Je, ni fee anazilipa wakati gani? Hizo fee zinakuwa collected wakati gani na etc. Kwa hiyo hapa ndo tunakuja kuset. Kama kuna fee ambayo huihitaji unaidelete. Ile fee ambayo unataka iongezeke pia unaweza kuiongeza. Cha kuzingatia tu ni kwamba kila fee lazima iwe na chart of account yake. Chart of account inamaanishaje? Kwamba kama ni
administrative fee, lazima tutengeneze chart of account ya administrative fee. Kwa hiyo nitawaonyesha namna ya kutengeneza hizo chart of account. Maana yake ni kwamba ni kifungo ambacho kitakuwa kinapokea hizo hela kila wakati endapo disburse ama generate hizo fee. Lakini pia lazima uwe na criteria. Ni wakati gani sasa unazicollect hizo fee na una collect kwa njia ipi? Kwa hiyo kila kitu una set wewe mwenyewe kulingana na jinsi ambavyo una operate. Kwa hiyo hapa tumeweza kuhandle criteria zote ambazo zinahitajika. Ukiachana na fee, tunazo penalty, na penalty ni hivyo hivyo. Ni lazima hizo penalty tu add penalty hapa. Kwa hiyo jina hapa unaweza kaandika penalty, status ni active, lakini pia hapa lazima useme una charge kwa njia gani. Na hapa ni daily ama kulingana na jinsi unavyotaka, au ni one time. Utasema frequency ama hapo utasema ni amount unayowakata kama ni fixed au kama ni percentage, na utakuja kusema deduction type. Lakini pia tunazipokelea wapi? In case tumezipokea, lakini pia in case tumezikata na hajazilipa tunazipokelea wapi? Kwa hiyo tunapokuwa tuna set hivi tayari tupo tunaandaa mazingira ya financial report. Kwa hiyo hizi zinasetiwa mara moja tu. Ukiseti tayari imetoka hiyo. Mtumiaji anabaki anatumia. Hapa kuna file type. Hapa ni sehemu ya kuseti hizo file zote ulizonazo. Sijui mkataba, sijui nini. Yaani zile document zote ambazo mnazitumia tunakuja kuziseti hapa majina yake. Kwa hiyo mtumiaji yeye anachagua tu ni aina gani ana upload. So pia kuna sehemu ya kuseti SMS. Tunasema hiyo SMS yako unataka kuituma wakati gani. Akiingia sio akifanya nini, loan disbursement, loan repayment, sent disbursement SMS, sent repayment SMS, arrears, customer automated notification, group automated, yaani kuna vitu vingi hapa ambavyo tumeweza kuviset. Una set wewe kwamba ninaruhusu SMS iende wakati gani na vitu kama hivyo. So ukiachana sasa na hizi settings, maana kuna settings nyingi sana ambazo tumeziweka. Kuna sehemu nyingine sasa ya kuset loan product. Loan product ni aina ya mikopo ulionayo, kwa hiyo tunakuja kuiset hapa. Hii ni mikopo ambayo tayari tumeshatengeneza. Ukiangalia huu mkopo wa binafsi una kuanzia 20% hadi 20%. Huu mkopo wa watumishi ni 3.5%. Salary loan ni 3.5%, lakini principles ziko tofauti. Kwa hiyo hapa sasa ni wewe unakuwa unatengeneza. Nataka ni edit pia uone inavyokuwa. Jinsi ninavyotengeneza ni hivi inavyotengenezwa. Kwa hiyo unakuwa unasema ni mkopo wa nini, unakuja kujaza maximum loan period, grace period, maximum number of loans. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mkopo huu unaruhusiwa mara ngapi, yaani tunaweza kutoa mkopo mara ngapi ukiwa mkopo huo bado haujaishwa kwa huyu aliyeomba, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo accrual interest tunasema is expected, kwa sababu tunataka microfinance nyingi zinataka interest wazione zote kwa pamoja, sio kila siku inakata moja moja. Kwa hiyo na hapa kuna sehemu ya kutengeneza hizo chart of account kwamba tukitengeneza mkopo tuna debit wapi, tuna credit wapi. Kwa hiyo hapa fee lazima uset, penalty kama ipo lazima uiset, lakini pia hapa kuna available component, maana yake ni kwamba repayment order configuration, kwamba tutakuwa tunapokeaje, tunaanza na nini, tutakuja na nini, tutakuja na nini, tutakuja na nini mpaka mwisho. Kwa hiyo kuna vitu vingi hapa vya kuset, kama mkopo una top up, kama mkopo unahusu approval level, kama una cash deposit na vitu vingine. Kwa hiyo ukishaanza kuset kila kitu, unakuja kufanya nini? Ku-update mkopo. Tunakuja ku-update mkopo na hii loan product. Hapa tuna update, lakini tungekuwa tuna create, tunge-create loan product. Ukishatengeneza loan product sasa, hapa kuna sehemu ya kuregister customer. Kwenye kuregister customer maana yake ni kwamba hii ndo naweza nikusema kwamba hii ndo step ya kwanza ambayo naweza nikasema kwamba hii ni step ya kwanza ambayo mtumiaji wako anaanzia kwenye kutengeneza mkopo. Mteja anakuja pale anamsajili. Kwenye kumsajili anakuja hapa na add customer.
Ukiadi customer hapo una fill hizi details zinazotakiwa. Ukishamaliza unafanya nini? Una create customer. Ukisha create customer ni kwamba inakuwa imebakia sasa kumuingizia mkopo. So lakini pia kwa wale ambao wanakuwa na data za nyuma, anataka kuhama kutoka kwenye system yake kuja kwenye system mpya, kuna sehemu ya back upload. Hii back upload maana yake ni kwamba tuna download sample, tunajaza hiyo sample, wateja wote, tukimaliza tunafanya nini? Tunapandisha na wateja wote wanaingia automatically. Okay. So tumeshaingiza wateja wetu hawa hapa, imefika muda wa kutoa nini? Kutoa mkopo. Kwenye kutoa mkopo hapa, utakuja hapo. Kuna njia mbili za kutengeneza mikopo. Maana yake ni kwamba tunayo ile direct loan, lakini pia tunayo applied loan. Direct loan maana yake tunaingia hapa kwenye active loans, utaona ile mikopo inayoendelea, lakini pia unaweza ka create mkopo mpya. Huu mkopo hauhitaji mtu aweze kucheck ama kuapprove au nini. Tukishamaliza ku create automatically unakuwa active. Lakini pia tunayo hii ambayo ni applied loan. Applied loan maana yake akitengeneza mtu yule anayehusika na kupokea wateja na kuongea nao kuhusu mikopo, na naweza kusema kwa mfano loan officer, yeye kazi yake ni kutengeneza mkopo. Huo mkopo unakuwa pending for check. Kwa hiyo unakuwa uko hapa, mtu anausubiri kwa ajili ya kucheck. Akishaucheck unakuwa checked, unakuja hapa ili uwe approved. Ukishakuwa approved maana yake tayari unakuja hapa kwa ajili ya kuauthorize. Ukisha-authorize unakuwa active. Na anaye apply hawezi kuona ambaye mikopo ambayo imekuwa checked. Ambaye anaruhusiwa kuona mikopo ambayo iko checked, haruhusiwi kuona mikopo ambayo iko approved. Kwa hiyo hapa tunasema ni nani anapaswa kucheck, ni nani anapaswa kuapprove, na ni nani anapaswa kuauthorize ili mikopo iweze kuwa active. Lakini pia tumeweza kuweka, ikitokea mkopo tumeureject, tunakuja kuona hapa, maana yake ameapply tukaureject, anaweza akauona hapa. Lakini pia ikitokea mkopo tumewrite off, tunakuja kuiona hapa. Mikopo ambayo imekuwa defaulted tunakuja kuiona hapa, ambayo imeisha completed loans tunaiona hapa, na mikopo ambayo tumerestructure tunakuja kuiona pia hapa. So ukiingia hapa kwenye active loan ndio kuna mikopo yote inayoendelea. Mikopo yote ambayo haijaisha inaonekana hapa kwenye active loan. Kwa hiyo hapa ukitaka kutengeneza direct loan unakuja kutengeneza hapa na unatengeneza kulingana na criteria, lakini pia hapa tumeweka instructions namna ambavyo unaweza kufanya kwenye kutengeneza nini? Kutengeneza huo mkopo. Kwa hiyo hapa ndipo tunapotengeneza mkopo. Ukishatengeneza huo mkopo, mkopo unakuwa active kama unavyoona hapa. Lakini pia kwa wale watu ambao unakuta wana mikopo ya nyuma na anataka kutoka kwenye system fulani kwenda kwenye system yetu, ile mikopo tunampa sheet hapa ya open balance. Kwa hiyo ana download template, anachagua product, ana branch, chart of account. Baada ya hapa anafanya nini? Ana attach ile document, ile template ya Excel ambayo amejaza, kisha ana process opening. Kwa system yenyewe itatengeneza hiyo mikopo, ita disburse yenyewe, ita collect yenyewe, yani kama kuna payment ambazo zimefanyika yenyewe, kile kiasi ambacho inakuwa umeweka tayari yenyewe inakilipia automatically. Kwa hiyo from there wewe unaendelea na mikopo yako moja kwa moja. Mikopo ya nyuma yote inakuwa imeshaingizwa kwenye system. Kwa hiyo ukiingia hapo ndani, ukiangalia sasa kwenye hii list ya mikopo kuna sehemu ya kuview, unaweza kuview detail ya mkopo. Kwa hiyo kwenye kuview detail ya mkopo utaweza kuona hapa kuna details ambayo inaonyesha details zote za mikopo. Schedule inaonyesha jinsi ambavyo anapaswa kulipa. Kwa mfano hapo utaona kwamba kuna kiasi kimeshalipwa, jicho la kwanza limeshalipwa. Lakini pia kwa mfano nikifungua huyu, utaona huyu ana hii ni detail yake, lakini hapa kuna schedule jinsi ambavyo anapaswa kulipa. Na inakwambia yupo in arrears siku ngapi? Siku 14, kwa sababu mkopo wake utakiwa kulipwa tarehe 13 Julai. Leo tupo tarehe 26. Kwa hiyo ndio maana inaendelea kuonyesha kiasi kipo in arrears kwa siku 14. Lakini nikitaka kufanya marejesho pia akija kulipa, naweza nikaingia hapa nikafanya repayment, tuashume amelipa jana hichi kiasi, tumereceive benki, tunachagua benki aliyoitoa receive ni ipi. Ukishamaliza una create hilo rejesho.
Create itakwambia successfully recorded, lakini pia ukiingia kwenye schedule utakuta hiyo schedule imejifunga na huwezi kubonyeza tena kwa sababu ile schedule imefanya nini? Imelipwa. Lakini pia kama na fee tunaweza kuona fee zake. Kama na guarantor tunaweza tukaadi guarantor hapa. Kama na document za mikopo sijui mkataba na vitu vingine tunaweza kuziona hapa. Collateral hapa tunaweza kuadi hizo collateral zake. Repayment alizozifanya hapa tunaweza tukaona repayment ambayo ameifanya na imeifanya kwenye account gani. Lakini pia unaweza print receipt yake hii hapa, unaweza kuiprint na receipt pia hapa zinakuja pia, na hapa pia unaweza ukaprint hiyo receipt hii hapa kuonyesha jinsi ambavyo amelipa na amelipia tarehe gani na vitu vingine. Kama una POS machine unaweza ukaprint na huwa tunaziintegrate hizo POS machine. Lakini pia kama mkopo umepitishwa kwenye approval tunaweza tukaona history ya jinsi ambavyo walikuwa wana approve. So hivi ndivyo system yetu inavyofanya kazi, na in case unataka ku write off mkopo unaweza ku write off, ku top up unaweza ku top up, fee receipt unaweza kupokea zile fee kwenye huu mkopo. Unaweza pia uka restructure mkopo, lakini pia unaweza usettle, lakini pia unaweza ku export loan detail, na hapa kwenye schedule pia unaweza print schedule PDF. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo system inakwenda kuonyesha na kukwambia schedule zake na kadhalika. So hapa tupo ndani ya mkopo. Hivi ndivyo mkopo sasa unavyoonekana. Kwa hiyo tumeweka pamoja hivi vitu vyote kwa sababu ni rahisi mtu akiingia ndani amalize kila issue hapa bila kutoka huku kwenda huku kufanya huku sijui kuingia huku. No, hapa kwenye form moja maliza kila kitu, kitoka umetoka. Lakini pia kuna namna ambavyo tunainganisha na control number za benki. Kwa hiyo unapotengeneza mkopo tayari system inamtengenezea control number huyo mteja, ambayo sasa hiyo control number ndio inakuwa inatumika kwenye kufanya hayo marejesho. Na kwa wale watu ambao wanapenda message, system tayari nimewaonyesha kule kwenye settings kwamba kuna sehemu ya kuseti message. Kwa hiyo kama umeseti kule kwamba tukitengeneza mkopo tayari system mtumie message mteja, tukipokea rejesho system mtumie message, akiwa nadaiwa system mtumie message. Kwa hiyo system yenyewe inakuwa inafanya auto action inapofanyika, na yenyewe inafanya moja kwa moja bila wewe kutumia nguvu. Na niwaambie kwamba kulingana na jinsi ambavyo tumetengeneza pia zile fee tulivyotengeneza loan product, mnakumbuka tulikuwa tunaweka vile vifungu. Kwa hiyo hapa system tunavyotengeneza au tunavyotengeneza mkopo, tunavyo create mkopo ama tunavyopokea marejesho, system yenyewe inajua debit nini, credit nini. Kwa hiyo zile ripoti za BOT, ripoti za finance na ripoti nyinginezo tayari zenyewe zinajitengeneza automatically kwenye system yetu. Kwa hiyo hapa kuna kitu ambacho ninataka kuwaelekeza. Niliwaambia kwamba kuna sehemu ya kutengeneza fee. Ni kutengeneza fee, tunaingia hapa kwenye accounting, kuna kitu kimeandikwa chart of account. Chart of account ndipo tunapotengeneza vifungu vyote vya mapato na matumizi. Kama ni bank account tunatengenezewa hapa. Kama ni vifungu vya matumizi tunatengenezewa hapa. Kama ni vifungu sijui vya nini, mfano nataka nitengeneze umeme. Kwa hiyo naangalia, je, electricity hapa ipo? Kama haipo nina uwezo wa kutengeneza chart of account ya electricity. Kwa hiyo naingia hapa nachagua expense, kwa mfano administrative expense, inaniambia ingiza kodi range kuanzia 5,000 hadi 5,999. Kwa hiyo nikaingiza 5,820 mfano. Hapa naweza nikaingiza electricity expense nika create create. Hapo tayari hicho kifungu maana yake kila siku kitakuwa kinapokea hizi pesa za umeme. Kwa hiyo na vifungu vingine sijui vifungu maji, sijui usafiri, sijui nini, vyote vinatengenezwa kwa njia hiyo. Kwa hiyo hapo ukiingia kwenye payment voucher unaweza ukatengeneza matumizi ya umeme. Kwa hiyo ukibonyeza hapa new payment voucher utachagua hili imetoka wapi, aidha keshi, ni matumizi ya lini, tuashumu leo. Type tutasema ni other, tunamlipa nani, kwa mfano TANESCO. Utakuja hapo utaweka
malipo ikiwa ni malipo ya umeme. Kama una attachment unaweza ukachat hapa. Sasa kwenye chart of account utakutana na electricity. Electricity description unaweza kusema malipo ya umeme. Hapa unaweza ukaweka kiasi, tuashumu 30,000. Kwa ukishaweka 30,000 una create. Kwa ukitengeneza hapa tayari tumetengeneza matumizi ya umeme. Haya ni matumizi ya umeme tayari yameshaingia. System yenyewe inajua debit nini, credit nini. Na ukiingia kwenye dashboard kwenye mapato na matumizi utakutana na kifungu cha umeme. Kwenye upande wa mapato na matumizi utakutana na kifungu cha umeme. Na ukiingia hapa itakwambia tumelipa nani? TANESCO. Hii hapa umeme, electricity expense 30,000. Kwa hiyo ndivyo inavyofanyika matumizi yote yanayofanyika. Ukitaka kutengeneza kama hicho kifungu hakipo tunakitengeneza hapa, lakini ukitaka kulipa tunalipa hapa kwenye payment voucher. Lakini pia zile balance ambazo tunataka kuanza nazo wakati tunataka kutumia system. Tukitaka kuanza kutumia system kile kiasi ambacho tunataka kuanza nacho kwenye kama balance ya benki sijui tunakuja kuziseti hapa kwenye manual journal. Lakini pia kama kuna mapato mengineyo tuna uwezo wa kuja kuyaingiza hapa. Mapato mengineyo tuna create receipt. Lakini pia na zile repayment zote zinakuwepo hapa. Na benki lazima tuseti benki kwamba wewe una benki gani. Zile benki unazozitumia tunaziseti hapa. Na unaweza create new benki kama kuna benki nyingine imeongezeka. Kama kuna budget, kuna vitu vingine vyote tunaweza kuviseti hapa. Lakini kitu kingine ambacho sijaelezea hapa ni analytics. Ni kwamba system yetu ina uwezo wa kutoa analytics. Kwa hiyo hapo una set ni analytics ya kitu gani. Kama ni ya mwaka, una seti mwaka. Ukiseti mwaka, tayari system inaenda kuangalia mwaka huu. Inakuja kukusetia analysis ya mwaka huo. Kilichofanyika ni nini na ni nini unapaswa kufanya na ni nini unapaswa kuacha kufanya. Ukiingia hapa kwenye accounting nimeshaelezea, kwenye customer nimeshaelezea, ambayo imebaki ni cash deposit. Cash deposit ni kwa wale watu ambao mara nyingi unakuta anaweka kwanza kiasi kama dhamana alafu ndo anapewa mkopo. Kwa nao hatujawasahau. Lakini pia na wale watu ambao wanatumia vikundi. Hii system ni nzuri sana kwa ajili ya vikundi. Kwa hiyo hapa unaweza ukatengeneza vikundi kulingana na jinsi ambavyo una operate. Kwa hiyo hapo unatengeneza jina la kikundi, loan officer wa kikundi ni nani, lakini pia hapa unaweza kuseti group leader, hapa unaweza kuseti siku na vitu vingine, maximum time na vitu vingine. Alafu ndani ya hiki kikundi ukaadi watu kwenye hicho kikundi. Kwenye hichi kikundi maana yake hichi kikundi kina nani na nani na nani na nani. Kwa hiyo hapa ukiingia ndani kwenye hicho kikundi una uwezo wa add group members. Kwa hiyo hapa tunaweza add member. Kwa hiyo system yetu maana yake ni kwamba ina uwezo wa kupokea, una uwezo nisemeje, kwenye hii system wale ambao ni individual wanaweza kutumia hii system na wale ambao wanatumia group wana uwezo pia wa kutumia hii system. Kwa hiyo hapa unaweza ka-add, unakuwa una-add tu, unachagua mwingine, unamuadd, unachagua mwingine, unamuadd. Kwa hiyo ukishamaliza unaweza ukawa-add kwenye hii group. Na ukisha-add kwenye hili group maana yake tayari tumeshapata member kwenye hilo group na unaweza ukaendelea na mambo mengine. Lakini pia hii watu unaweza ukawachange, ukawatoa huku, ukawapeleka huku, vitu vingine. Unaweza ukaona mikopo yao kwa kila mtu, total paid na vitu vingine. Unaweza ukamtoa, unaweza ukamuongeza kulingana na jinsi ambavyo unataka kuoperate. So hapo nimeshaelezea vitu vingi, lakini tuende kwenye upande wa report. Kwenye report utaona tunazo ripoti za accounting, za loan, customer na BOT report. Naanza na loans. Kwenye loan utaona kuna ripoti nyingi sana za loan. Kwa hiyo wewe hapa utakuwa unaingia na kuona ni ripoti gani inakufaa.
lakini tumeweka pia criteria kwamba unataka kuona kwa mwezi gani. Kwa hiyo unachagua kuanzia lini hadi lini, kwa branch gani au kwa branch zote, kwa grupu gani au kwa loan officer gani, kisha una filter report. Kwa hiyo kwa mfano hapa loan disbursement, naweza nikaangalia, nikirudi nyuma hapa nikafilter, nitaona disbursement nilizozifanya. Hizi ni loan disbursement nilizozifanya. Na kila report unaweza kuexport kwenye Excel au unaweza kuexport kwa njia ya PDF. Okay, kwa hiyo hapa kuna ripoti nyingi sana ambazo unaweza kuziangalia zikakusaidia kuweza kupata maamuzi. Lakini pia tunazo ripoti za accounting. Kwenye ripoti za accounting tunayo balance sheet, trial balance, income statement na vitu vingine mpaka fee report, penalty report, change in equity. Yaani zipo ripoti zote. Kwa hiyo ni wewe unataka kuangalia ripoti gani. Kwa mfano nikiangalia balance sheet itakuonyesha ripoti ya balance sheet. Lakini pia na ripoti ya mapato na matumizi ni hapa. Kwa hiyo lakini hizi ripoti pia unaweza kutengeneza kuanzia lini hadi lini. Kwa branch gani? Branch zote au branch moja. Lakini pia unaweza kufanya comparison ukasema niangalie na kwa mwaka uliopita. Yaani hii ni ya mwaka huu, ni compare na mwaka uliopita. Kwa hiyo tunaweza kuona kitu gani kilifanyika na vitu vingine. Kwa mfano hapo kwenye expense utaona ile 30,000 yangu hii hapa inakuja kukuonyesha. So ndio hivyo ilivyo. Na kwenye upande wa BOT report tumeweza kutengeneza ripoti mbalimbali. Kwa mfano nikiingia hapa kwenye balance sheet ya BOT report utaweza kuona kila kitu. Form tumezitengeneza kama zilivyo zile za BOT, lakini pia in case unahitaji kucustomize, kwa hiyo unaweza kudownload kwenye Excel kwa customize wewe mwenyewe unavyotaka. Kwa hiyo hivi ndivyo tulivyoweza kutengeneza. Kwa hiyo karibuni sana wateja. System yetu nzuri sana. Tuna uwezo wa kucustomize kulingana na wewe unavyotaka. Tuna uwezo kuivunja pia kulingana na wewe unavyotaka. Unahitaji annual subscription, unahitaji kununua system, wote tunawakaribisha kulingana na idea yako, kulingana na unachokitaka wewe. Na nakwambia hata kile kitu ambacho hakipo tuna uwezo wa kukiongeza ili system ikize vigezo vyako. Tunasema Safco Fintech no, hakuna karatasi tena. Ukitumia system tunaenda kidigitali moja kwa moja, hakuna kutumia karatasi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0766 26 16 04. Narudia 0766 26 16 04. Karibuni sana.